Watu wangu wa Busia, unasemaje ya hebu mko fiti? Leo tuko ndani ya Busia Vibe Show. Busia Vibe Show inafanywa ndani ya Lotus Hotel. Hapa ndio mahali pa kutulia, ukitaka chakula kinapatikana hapa. Na leo ndani ya Busia Vibe Show ninaletea fitness coach hapa Busia. Huyu jamaa ni hatari sana. Huyu jamaa kama ziko video. Na jamaa video ukifika huyu jamaa wote mtafurahia. Ningependa jamaa aanze kujiintroduce. Alafu tuendelee na moja mbili tatu. Yeah, kabisa. Introduce. Yeah. Hello my good people. I started from the start. I'm Rick Javan Fitness hapo TikTok. Hapo Facebook utanipata kama Rick Javan. All social media platform utanipata kama hiyo jina sawa. Mimi ndio niliwaambia mimi aim yangu ni kumeka Busia kwa Nairobi. Hapo kwa fitness industry. Tunapush Busia fitness industry to another level. Na leo nishukuru sana tuko ndani ya Busia Vibe Show. Amepata ndani ya Lounge Raps. Bora kabisa na hapa kando yangu nimetembea na mkurugenzi mwenyewe. Hata pia hapo wanasema hapo unapata kama big man kwa Facebook. Hapa ndio nani tuongea tu sina tu hivyo. Ndio mimi najiita big man, TikTok najiita kama big man, Facebook najiita James Ochieng. Mimi msazoezi kabisa. Yeah, I can also coach. Ndio ndio yangu pia nafanya kazi na jambo kabisa, the time naweza mpata na yeye. Yani kila pande mimi nimefanya kabisa. Yeah. Sawa, asante sana, shukuru sana mwanzo kufika kwa ndani ya Busia Vibe Show. Kuna baadhi ya maswali ningependa tuweze kujadiliana na mimi. Sio. Swali la kwanza ni unaweza kuniambia kidogo kuhusu mimi ni kina nani? Na kazi yako ni gani hapa Busia? Kazi yangu like tunasema kazi yangu like ninamtoa kitu kazi wanapenda kufanya sana. Bila fitness influencer. Ya mimi ndio nilipata gym. Sasa nilipata gym, nilipata kuanzia nikienda gym ama madeni nimekaa utanipata nikifikiria gym. Yeah. Yaani hata niko zoezi mimi mtu zoezi nilipata. Yeah. Na huwa mnafanyia zoezi wapi hapa Busia? Na mnalipa pesa ngapi kwa zoezi? Kama kwa Busia hatuko na ile design place tukikuja mahali fulani utanipata. Most of the videos napenda kurekodi nikitrain from Florida Fitness Center. Hapo ndio most naweza nipata kwa urahisi. But mimi kama freelancer unanipata. Naweza nipata hapo hiyo opposite Florida inaitwa hapo kwa Yesu ndio kwa flow. Hapo ndio unipata hapo nipate sumo nipate wapi. Lakini mimi napenda adventure mostly. Kutembea tu kama hiyo. Tembea nipata mtumia lengo la tumetupa place pamoja hiyo. Na malipisha pesa ngapi mtu akitaka kwa join pesa? So kwa sasa focus sana kwa mambo na personal training. Mimi utanipata mimi siko gym full time atina train watu wakikuja gym utanipata hapo. So mostly niko na clients wao I normally train them from their places. Unanipata? Kuna client anataka train lakini ako shy. Anaogopa watu. Sisi tunajua msaki wa beginner akikuja kwa gym ukimwambia fanya certain exercise yeye atafanya na ukimcorrect kwa wapi atamkama kwa sababu anapenda kukosolewa kabisa, anapenda kukosolewa. So it's good in train from his or her home. Then akisha ndio anajua what's supposed to be done ndio sasa mnaenda gym. But kwa kama hao kwa train kama kwa wiki tumeorganize at most 2 days gym days. So hiyo ni Wednesday and Friday. So Monday Tuesday na train from his or her home. Wednesday ni gym. Friday ya Thursday na Friday tunaingia tena kwenye area kwake. Saturday tunafungia gym. Hiyo ndio tunafanya, lakini hapo kwa malipo hapo slide unaelewa hapo ndio kuneko. So wewe hata kama wewe ukitaka wewe ukija huko wewe unakupiga pesa hiyo kidogo kupiga wetu kuna maprotein kadhaa kwa nini fuel down unaona kijana mmoja nyawa
Dayo na kam tunapiga zoezi pole pole. Na kazi ya kufundisha watu mazoezi inahitaji ujuzi gani? Bro, sasa hiyo tunafika kwa fitness sasa, tunaingia kwa fitness. Yeah. For you to be a fitness trainer, bro. Fitness ni kitu utaamka na uanze wewe train. Wewe unajua mazoezi pia lazima uende shule. Sasa ndio kitu kama sasa tunaingia. Lazima uende shule au sijui kusema wewe lazima uende shule. Lazima uende shule ujifunze. Kuna classes, kuna class ya taibo, tuko na class ya aerobics, tuko na class ya kata box, tuko na class ya zumba, tuko na class ya tabata. Kama class ni kadhaa. Sasa ukiniambia sasa unatoka from nowhere, hauna skills kuhusu taibo, hauna skills kuhusu maybe tuseme kata box, utafunza mtu sio ambia mostly hapa Busia hapa Busia ni mazoezi kila Busia industry ya fitness. Kwa ajenda shule ya fitness nilipata nilikuwa nakaa mkiwa muda na kifua cha kaanza kuenda kidogo. Okay, unapata jamaa aliingia gym na mentality ya keep fit. Unaona sasa itafika time anapiga chuma, muone kifua ishalipuka kidogo, bicep ishalipuka, alafu sasa anaona hii trainer bro, trainer bila credentials za kujua unadili na client, trainer pia client anaweza kusiwa kwa kote. Unajua ile bidii na client, unajua mostly unapata jamaa kupiga weight. Ndio the industry maybe 2 years, some at most 2 years. No, like 2 years and above. Then anasema hii trainer. Ajui mambo na ile precaution na credentials ukire handle customer, ajui mambo na unajua pale ndio kuna customer service. Customer service sio jamaa, unasikia gym unapata na gym. Ina certain months unapata majamaa wamejaa gym. Lakini after certain period of time unapata watu washanga kupotea. Hiyo ni customer service. Hauwezi watu hapo sawa, watu washanga sawa ni customer service. Bro, kwa gym kuna ngine na kuna kiko sawa. Unajua unaweza train, you feel like now I'm good. Lakini ukiacha tu, unajua gym kitu tunakwanga fanya. Ukitrain unakwanga hadi sana like nikwambia ukitrain kila mtu hata unakuanga vigumu sana mtu kujua una train kama wewe jina. Lakini ndio mtawacha kila mtu atajua jamaa siku ile ndangi zoezi. Mama atajua kama ndangi zoezi, atasema huyu jamaa kama anaanza kuwa mgonjwa. Mimi nitapunguka, mimi nitaisha bro. So tunaweza kuambia kwa zoezi throughout life. Yaani throughout kuna mambo tutapiga zoezi miaka 3 alafu tujue hata mwenyewe utafiti like bwana bro Amerika hapo. So hapo kwa credential nilikuwa nakwambia lazima watu waende shule kujua ni madini na customer service wa kufunza. So unajua kuna kitu naitwa bro, I remember she handle customer, client I mean. She handle client. Unamtrain then so hata kwa simu wewe sasa ndio hapo kwa masomo la umekaa sasa wewe umekaa gym umetrain kidogo, mbona kifua umekaa so na train ya trainer nao train madawa, alafu mimi nimekaa umetrain, alafu una realize like kuna kitu kama bluish skin yangu inaanza kutani blue. Utafanya nini kwa sababu kwa mimi na wewe kwa gym utafanya nini? Wewe sio wewe kwa one for training client, alafu una realize mwili unaanza kutani blue, utafanya nini? Hapo jambo si idea. Sasa unaona hiyo ndio kitu inaendelea Busia sasa hivi. Unakwambia mimi kama mtu kutrain na jamaa badana idea. Unaona kuna kitu inaitwa cyanosis. Ile ni blue of the skin. Mostly wakati watu wako na asthma. Unapata jamaa anakuja gym na kuna asthma. Hoja mtu akiwa na asthma unafaa umtrain na kuna enough oxygen. Maliko open. Unapata gym jamaa mfunga dirisha. Mlango amefunga alafu anaanza kuanda kutoka na asthma. Bro jamaa anaanza kutani blue hapo. Kule gym pia sio rahisi. Utaanza kutani mwili jamaa wataanza kutani blue hapo. Usijuta kimbia wapi. Alafu sasa ametani blue amekufa, you are a trainer. Mambo hata kuwa police case wanakushika. Wakifuatilia hata kusomea. Najua ukisomea yale kuna hizo certificate zako. Kama hapa sasa hivi najua kuna na ABS tutafuzana. Kwa nini umesomea kitu ama mimi ile yangu natasoma. Mimi I do studies at my own. Mimi do my studies at my own. Mimi
leo sijatembea na kitabu. Mimi na kitabu yangu nitaingia kwa fitness bro. Mimi kama swali naweza ingia kutoka shule kwa na bro atashinda kunijia. Mimi kuna pesa nyingi. Mimi hapa sijui kama niko nayo hapa. Mimi naanza studies ya fitness at my own nikiwa free. Mostly ni kutoka zoezi. Kutoka zoezi ni 7:30. Niko na 30 minutes ya kusoma ya fitness. Na live mambo ya fitness kidogo. Ndio naanza siku yangu. So tunaweza kuambia Matiena Busia niko na kazi hapa leo tuko. Unapata customer client na trainer sawa. So tunasema wewe umekuja gym. At the very first time hauna motivation, hauna morale, umekam kwanza sa train mtu make a follow up. Nimekutrain leo, obviously feel like muscle soreness, so it's my duty as a trainer to make a follow up. Kama kuna sahi kuna client bado tukiendelea na mambo ya education na kwa skills kwa fitness, kuna client sahi madini na jana sitaki kutaja jina lakini nataka nikuonyesha nimepigia saa ngapi usiku. Anakuja muone, nataka tu uone, sitaki ati wewe, nataka tu nikuonyeshe. Ndio sitaki kusema jina, ndio nilimpigia saa 1:46. Saa 1:46 alipigia hapo akaniambia bro niache poa bana, how comes na train ndio sijakataa, but wewe ni mamka asubuhi mwenyewe kwenda kujua nitakujua damu, shida ni nini? Unanipata? Makamwambia bana, kama nilikuwa na demu ningesinzia demu. Sasa hivi mambo na mademu zimechorea. Sasa hivi siwezi kudanganya kupiga zoezi. Kuna blood circulation kwa mwili. Damu inakimbia, unajua damu ndio inafanya mshipa damu ikimbia ndo mwanaume anakuwa sawa. Circulation. So jamaa ananiambia leo damu yangu circulation iko sawa, lakini mbona leo asubuhi ninaenda kujua damu. So tumeleta kwa video zangu, one emphasize, train hard, drink enough water. Make sure you stay hydrated. So nikamwambia after then unakunywa maji? Hapana. So si hivyo, haupati vitu kama makosa ni yake. Hauna mambo ati na health issue. Leo hadi mambo nakwambia train hard, drink enough water, stay hydrated, enjoy the games. Unanipata kabisa. So kaniambia tu bwana nimeenda hivi, so unajua alikuwa anataka kunipima. Kama ndamwambia aje nitamjibu aje, unajua alitasha hospitali. So already kuna majibu. Sasa nataka kumwambia andaa kukompea. Hivi majibu tunamwambia pesa. Hivi majibu tunafanana kama na yale atasha ndio si. So nataka kunipima kama najua kitu nafanya. Hivi nimuuliza unakunywa ndio wao tunaachana, unataka kunywa maji wewe unamwambia ukimalizana uende kunywa maji kiasi gani? Kwa mimi personal nikitumia na kunywa maji 5 lita hizo mzito kwa nini nakunywa maji? Ndio nakunywa maji. Unajua una sweat. Una sweat. Hizo ni sweat unataka kwenda kukojoa. Unajua maji expect ukojoe utakunywa damu. Na hizo wao anatembea kaniambia yenyewe bro. Unajua tunafanya, unajua kitu tunafanya. Yeye anaenda usia kaambiwa anapiga mazoezi na kunywa. Na mimi nilimwambia kunywa maji leo sio hiyo ndio sababu. Ndio nimeona kwenda stage hapa basi so far sijaona kwa mtu mwingine. Unanipata? So watu wapige vitu za mbele jamaa kusia bwana fitness. It's not only for looking good. But fitness bana, for mental health. Fitness na release stress. Brain like mimi nimepata nimeweka kajani like kusema jamani mpole. Lakini hapo muda na step hivi kwa gym. Tena hapo ile changamoto. Tena kutoka hapo. Nasema ni atauli tofauti. Mwenye niingia atoka tofauti na mwenye niingia tofauti kwa kutoka kabisa. Mimi niko na jamaa saa hii. Niko na jamaa alikuwa na school yako nikiwa high school form 1. Sasa nitaja unajua mambo ya media pia wewe mfanye hata kama unaweza kupitishia kama hiyo. Lakini hapo alikuwa kwa yangu back nikiwa form 1. Mimi saa hii mimi nikuja kwake. Lakini tukisimama hivi na yeye pia na kabudani. Ndio ndio workout. So kuna day bro lakini nikiamua nikufikisha zoezi ateni cost tu na day au na day mimi nitakufuata tupige zoezi. Unapata. So jamani nikwambia bro ni karibu hali na rangi ya hiyo na kwenye nakaa hivi. Kama kama tupige zoezi. So unajua mtu akiingia gym for the first time unampea low intensity training
training. Usimpe hit ni high intensity interval training. Hiyo ni msi amekaa na advance hapo juu. So unapata huyo jamaa mwenyewe ni beginner, so na kumpe exercise kidogo bora mkono. So anafaa train hizo body weight. Atumie mwili yake ku train. Usimweke kwa machuma sasa. Unaona kwa mwingine wana hata atilia jamaa mwingine kimbe ushamweka pale kwa bench. Jamaa ndio wani. So like ni yana hapa. Yaani ni yana jamaa kwanza unajua huwezi kuja pale mko kwa bench pale kwa bench press. Assume you want to train chest. Unataka upige chest sasa ndio kwa bench press. Wewe utaniambia utasukuma kwa 40 kg kama uwezi push ya body weight. Kama wewe enda push hapo ndio wewe jibeba kama wewe baki wewe jibeba. Aje sasa ni kama uko na bana buzia pipi sinda si hapa leo tuko. So tunaweza sema jamaa piga zoezi. Mostly kama instructors majamaa customer service kitu ya maana bro. Ni lazima kaanza gym naangalia jamaa anaangalia trainer. Amechukua client akamweka hapo akamwambia fanya hii na hapo anakaa pale kwa kona ndio yuko na wifi so anaingia media watu wanafanya hivi sasa ile singoja mwambia aende team baptist ndio net sasa nakumbuka hapa ukimwambia uko naye hapo ndio siwezi kwambia fanya hii kitu na mimi sijakuonyesha vile nafanywa na nikiwa hapa nafanya kwambia strong you can do hapo na kumotivate. Hiyo ndio kwa hiyo kwa video instructor. Sasa tunakuambia na kuisha pale unaenda pale kwa kona nimetoa data. Ati nishamwambia mama kwa ati fala amekuja hata mrukisha. Pia haiwezi bro. Kama mamua ni fitness. Kama mamua ni kuwa trainer, focus kwa training skills. So si lazima ataenda shule. Ndio shule ni muhimu. Uko na idea, uko na ujue kidogo na kuja affectia anga ni kama mtu anasema ngoni za change diagnosis bila kusema tu una train jamaa alafu unapata mimi mwanzo kutani bunde utafanya nini sinisha kabati huyu tena ndio tunaanza kuwa hapa na magosi tena kwa jini so kama client mara yake ya kwanza jamaa unapata na client na kitu ndio imechangia sana na client anapeleka kwa gym za Busia unapata client anakaa unapata ile jamii yake hapo kama trainer ama kama trainer fitness coach of whether you are ngoja hapo place yeye kaziweka mkate pale ile mzito sasa ile kusanya tu ile kusanya na mama kawa ya bro siku tulanda tenda pale sio mwangukie iko police case waulize hii gym iko na trainer uko wapi lakini ndio ndio na watu trainer tunafanya na nini nafanya wewe unaingia ndani unajipigia wewe unaingia bila nini hakuna trainer so ni short gym kama ina trainer pale anaemphasize kwa kuchukua day wewe ndio simu utakuja gym ukose kumtrainisha na anakulipa day tena kesho arudi unataka hiyo motivate your client make a follow anapata nguvu kubwa tu make a follow up na client bro plus hivyo utapoteza client unapata client akolele bidii ya kupiga zoezi lakini unataka mtu kumsukuma unapata anataka ile mtu kumpushia morale training inaweza kwa ndio hata saa 5 niko na client tunafanya nika phone call nimwambie 5 keep time hiyo wa 6 pia nilipigia leo kwa kupigia jana anajua masaa yake pia unafaa ikifika kuna mmoja anakuwa pia na kuananga online classes niko na wenye wana train online wanajua time fulani supposed to be up ameona dada na ndio si like TikTok hiyo WhatsApp through WhatsApp na video calls so hapa basi business industry coaches na trainers I mean ngoja ni baba leo tukua customer service kitu ya maana mimi nimetangaza majini hapa kitu kingine kwa majini hygiene tunapoteza na client uchafu na kitu unapata jamaa kama client kama wewe ni trainer it's your duty to make sure jamaa anaingia place ni safi ni nini gym watu wakisha train unastafisha gym na kuwa safi ni hata jamaa kitu anasema wenyewe fanya na usawa hygiene iko sawa lakini jamaa unapata na kuna jamaa anaingia gym jamaa anatoa t-shirt
anaweka hapo, anaingia pale kwa bench, anapiga bench press. Kumbuka ana sweat. Akisweat hiyo sweat inabaki hapo. Unapata. Kuna mtu mwingine maybe suffering from skin disease na sijui na japo umetoka hapo iko kwa nguvu train chest tupu hivyo, kifua tupu hivyo. Nikakuja tena nikaingia hapo bila spray bila kupanguza tena nikaingia. Unajua hiyo ni kwa kupigana ugonjwa. Hygiene muhimu. Ndio kitu mostly gym. Sio mention gym gani, lakini mostly gym hygiene kwa chini. Ndio nafukuza na jamaa. Mimi sitatam train hapo bench na nuka jasho. Nilipa ya kwa tena wafanye zao wabali na kufanya ndio bwana, mimi nilikuwa nakula tu atubie na nakuja kutrain mali kwa chapu, siwezi, I can't. So hiyo ni ngumu. So bwana, mimi spend kwa base na jamaa hivi, spend kwa base jamaa personal, lakini hapo ndipo customer service ndio bado nauza na jamaa customer service bila no improve. So mimi nakwambia I like different gym, lakini ukitoka ile gym kuna makasi na wanatoka nao hadi kudanganya. Kuna makasi wananifuata mpaka place na unaenda they provide na they prefer your attention their places, lakini wewe ukiona kazi yako na mzuri na sisi ndio napenda customer service. Unajua there is bonding being my client, yani regardless of you being my client, kuna ile bonding ya customer service hiyo, kuna bonding. Yaani jamaa anaona tu kama jamaa anapata message iko hapa, nataka usome, sitaki kusema ni wapi, nataka tu usome mwenyewe. Na utamweza pia mweka disappearing kwa kusoma message. Hata mtext mmoja ameniambia leo kama mzee alipata injury kwenye alikuwa na training huko. Ndio hapa. I think I should look for you to be my new trainer. I want to be more harder. Huko ni soft sa. Wewe msajili mmetaka. Sitaki kusema ni plan ya jirani. Hata nikuonyesha wengine. Labda huyu kama ndio disappearing. Hii ndio plan na nafaa ingie. Zoezi tuko nayo 5. Sio lazima place hii inatoka ndio hawa na watu. Mimi plan yangu mimi nikitoka nafanya kitu fulani. Nikitoka natoka na kila kitu. Usifungue jimtu yako kwamba na kama hapo. Halafu kuna huyu pia mwingine pesa yake nao. Ni mwalimu ya. Leo sio jina ni nani? Lakini mwalimu. Roho sikia ni ndio. Naona ndio kwa message nikikutafuta. Naona nikikutafuta portfolio yangu. Naona nikikutafuta portfolio yangu ilishe. Unaona? Ndio na wala kwa jini. Hapo jini. Ndio tena watu mimi namjua. Unanipata? Lakini amuri service hiyo amina nitafuta. Hata yule jamaa kujua akijua simu zimechukua plan yake fulani mkufuata. Fulani ndio mnifuata. Amuna service zake hazipo sawa. Tuweza hapo jamaa pia na kada yake maskini. Mimi ni kudanganya kitu napiga matena bwana, don't do research. Ndio mimi niko hapa na makochi wengi. Mimi wana mostly na learn from what wanashinda hata like experience in fitness. Niko hapa hivi na coach. Niko hapa na study kusoma ni kusoma tunakwambia kusoma hiyo na mara ngapi wewe kusoma ishi. Baada ya hiyo hapo sasa ni online. Sio mraka kama unaona unataka kufocus na hii at fulani bro, you need to study. Unafaa learn. Mimi na bila pesa bwana, mimi siku napenda kusoma. Lakini sasa nasoma mimi. Sasa hivi nasoma ile niliambia kwa sila zile kwa vile. Unaona? Mbona ndio siku. Hayo ni bado nilipata pale backbone ya pale high school. Mimi nishajua ile bora sana. Unajua ile kama nimepata kusukuma. Hii ndio mwenyewe bado unatengeneza. Unatengeneza saa hii na school. Unatengeneza saa hii. Nimefika vile nasema like I wish I knew. Because when in high school, I could have pursued that course. Lakini na it's never too late for a man. Niko na jamaa wame address kwa media, lakini hata election. Kazi nyingine vitu ya life of Kabaya chorea. Life of Kabaya vitu gani hapo ni Kevin mtoto. Jamaa na bani kwa kitu sana. Mimi jamaa anaanza pro lakini naweza. Yeye jamaa kimpigia sana anamwambia pro future ni bright. Yeye anaanza lazima tuende majuu, lazima tuende majuu. Jamaa bado wasindeke au jamaa mtaanza support ni aje. Ndio. Si shughuli uko nayo hapa idea.
consider kwa ajili ya store keep on grinding utajipa. Na yenyewe mimi naweza kuambia kulingana sasa hivi nimepiga hesabu zangu, future is bright. Mwangaza na future is bright. Wewe mwangaza na future is bright. Mimi nakwambia just watch out. Angalia, just focus na watch out my moves. Ndio nakwambia. Mimi nakwambia bro. Nakwambia mfano kijana ndio mfano utajua mambo. Sisi tunashinda siabusia na waletea mambo. Mfano unajua mambo. Ati mambo na hiking haiko Busia, iko Nairobi, Kisumu. Inatokanga Nairobi ikuje na kuanga Kisumu ama Kakamega. Busia hakuna. Hadi hizo tuko kujua kila kitu. Sasa tunawaletea hiking mleta vitu vingi kwa hiyo ndio bila bunyala. Hiyo chesi the hiking. Watu ukiambia jamaa tunalipa 2500 kuna kujibamba, sisi have fun, we make memories and games together. Pia ni kujibamba, ndio kuna bonga. Kuna bonding pale. Lakini majamaa ile pesa hii kama itamaliza shida. Sasa kama hiyo unaona my adventure plan hiyo. Lakini jamaa anakutoa 2500 kwa maskini. Bro. Tembea bro. Unajua ndio jina tembea ujue demo unatembea unabodi na majamaa na interact. Hapo ndio chanzo linatokea. Kodini ndio itakuja hapa kwa doi na nao kuingia kidogo ile tembea mimi kuna huyu jamaa saa hii last month but one I think last month mjini niko Nairobi last month I think nimekuwa hizo mambo na ile ma cities extravagant tulifanya pale ndio Carnival Club Carnival Nairobi ile interact pale nimegunda na train ndio naona saa hii nimekuwa pale mbaya sana. Kuna coach Abuaj, coach B order for Indonesia mande na kama ni respect mbaya sana ndio hata mwenyewe itajipa wewe siku moja aliambia hata pia ile itajipa sasa hivi mimi nitatengeneza brand yake anakulia najua forward Indonesia ni mtoto tai mambo yanabadilika mtoto tai mimi nataka kutengeneza brand yangu hapa hivi Busia hakuna mambo lazima utoke Busia ndio moka nje Biko vitu vyote vya home vizuri la ni majamaa bado hajajua hapa ndio biko mambo na saa hii najua sometimes ni very inamalizia idea yako unaweza kuenda kwa media yako aenda unaanza skill ndio ya so tunawaambia ili tu so make sure tu mnifollow hapa Busia mnifollow na follow ule ya Busia pale utaona mambo mengi na kabisa nasema vingi na mimi nikiacha bila wewe watawachi kwanza kama hivi ndio kwanza it's a shame to tell mambo for a man it's a shame for a normal human being growing old without seeing the beauty of your body lazima uone mwili wako unaangalia kwa kioo na kiatimaya najiangalia kwa kioo na kiatimaya mpaka wajamaa sio ati mara wote jamaa tunapenda wewe na ujinga. Kujiposti pia ndio kujipenda. Hata unafurahia kitu unafanya. So mimi nikifanya kwa fitness. Go kwa street. There is no room for the weak people on the street. Wewe ukiambiaje? Hivi. Kwa street. Hapo kwa nini unajua corona hapo malikoni hapo ndo unachezea. Tena ndio. Kwa hapa Busia bwana. Unaona kwa street ya Kabado. Kwani unatembea tu hapo kweli. So mimi kitu nimemotivate. Nataka to be honest. Mimi at first nikiambiwa mimi na target maybe kuwa na kifua ni kuomba Mungu. Na kifua ikawa niko na kazi yangu kwa kazi brother. That very genetically gifted na chest. Na that is easy. Unanipata nikasema mimi sio nibariki na kifua kama hii. Then nilikuwa nimesema niko na kuna majamaa wanaenda gym. Kama nilikuwa naingia gym ndio wananipata. So at first nilianza kama keep fit just to look good. Then later on I realized kitu kingine bwana it's more than looking good to lifestyle. Mimi kitu kimprove bana maisha. Unataka mimi kitu jamaa anaweza kuambia kwa plan yangu nakwambia mimi jibu nibadilisha to be honest. Sasa hivi lakini tembea na nuka jibu yani nimevaa jibu bida unapata pesa ya jibu na una ajiri pesa ya fitness nimeonyesha kuta ndio za mimi kufanya shughuli zingine mimi na nuka jibu na
si ati mara wewe nikupiga picha zangu za kitambo na saa hii ndio hata kwanza mimi nilikuwa sijui kwa Nairobi kwa hiyo ngo tofauti kabisa. Ninakwambia bro, fitness nayo mimi niliamua tu like unapokuwa mmoja kuna ile kitu mimi najua na kampuni najua wewe kama boy ndio kwa hiyo boma alafu unakuja kuongeza mada yako kwa boma yenu na wewe huko unajua cha kuangalia hiyo madarao sio kitu kweli cha gani kaongeza hiyo nikasema madarao madarao yote kuja kwa wale kuna hata madarao sasa ni kwa hiyo ndio nilikuwa na timu kuchafua tulikuwa na modify ile kile jitakadi kings wanipata ulikuwa na group fulani kwa jitakadi kings tulikuwa na jamaa kuchafua tunaingia bash hivi tunachafua akina Kabaya akina Bidia akina Sumea makana mbaya na yote yote tulikuwa na mimi disaster Kabaya Sumea Bidia ana wewe unajua akina Bidia anasema group Bidia msabe yote mara bwana jina na ndio ndio bwana ndio katika hivyo inaingia group hapo na kuna bash fulani ile kwa kimsa tukachafua nini tunaenda pata kina Busara jita OCS kwa court na nini coach ndio ndio hata kuna coach ya mula baba ingia bash tumechafua sasa ndio kuna upi ndio nani yote sasa najua kuna kitu tunasema weak people wanatembea crowd na si wewe mimi niko mnyonge pa sio kuna bash fulani tunaingia bondeni kuchafua wachana kuna wengine ndio kuna doma naitwa Manje ilikuwa na kina Kabaya tukaingia hivi Kabaya baba Triposon Balenciaga labda nataka kuingia bash wanamwambia atatoa hiyo kiatu Kabaya akasema Triposon Balenciaga ndio utapetea mchani haiwezi sasa kabisa mwingia Kimangoto nayo ndani kuingia Kimangoto nayo ndani bash gani na dem fulani ya Sheila Culture Mode kaza na ndio bash tuingia watu wameingia bash na ndugu yake sio kutokana kwa bash boy jana wetu ya grab sio najua kwa na sasa tunaweza hapo ngori kujaje kuchukua bash gani sasa najua hata mimi nilikuwa tu nimefit kwa ndugu lakini ni mnyonge ndio kwanza kuchomoka na data atoe yeye ndio nilitanga trap maana nikuvuruga watu watungetinga wewe kwa pigo wale pembeni hapo tu kijana hapo wax kwa kina Manje ndio ndio fulani sana anauza mapizza hapo utao anaita Jerry Manje tulichafua na mbaya sana kunyuma au ilikuwa mkunini au nzuri sana sasa hata kusema siko mzuri sana siko mtu mzuri kuna spell ndio ndio badilisha alafu above all mazee badilisha tu National Youth Service Kenya ndio kama hiyo sio na sahi ndio hakuna mimi kama nimeachilia hiyo mimi naona siku hizi mara mbili kwa hiyo mimi above all niwezi kubadilisha mimi hata kama ungempa job sasa hivi ndio life yako throughout kuna vitu at least umeshalang na ile ni haisa ile kusaidia bro mimi najua boy forward utalikuwa ndarudi tu huko niwewe narudi kwa kazi yangu huko ndio ndarudi specialize kwa fitness kama instructor so buko ni ndio story ya kuvuruga hapo sasa nikakuja nikaanza zoezi so hapo nyuma kwenye karibu na kwenye nchi sasa hivi kuna bash fulani ilikuwa hapo unanipata hiyo bash ilikuwa ya nani tukatengeneza tukatakata machungwa pineapple tukamix kwa changa unanipata changa ndio time kwa kudua ya nimeleta zao sisi kwa bash ya nani wa mbogi yangu kawaambia siaona deni ya kila bash tulia tumechanganya tumeleta matambo sio bash ilikuwa kadhaa haikuwa ya kadhaa si gani sikumbuki bash ilikuwa ni sio tumekaa tukapiga sheshe mpaka maletawa hivi so disaster alikuwa hakuna bi amanga St. Martin yes alikuwa anakuja ndio nini hiyo chupa akaniweka chini na mimi nikachomoa kama disaster ajui na disaster alikuwa mtu vurugu tu disaster anasema kwa nini mimi mdogo tu ndio mbao lakini hizo mbao zinapiga disaster alikuwa anapiga jamaa ndio na hiyo ilikuwa culture nikumbuka wakapeana kama soda ile disaster kuna close alikuwa sana chupa soda na kama bali na wewe utafanya wanataka ukiona na wewe utafanya nini sio bali mchemoa chupa chini nikaficha na iko na bia mimi sikuwa na mlevi lakini si sana sasa hivi ni mwacha totally mimi zaidi tumiki yote ile mambo yake ni
So nikagrab hiyo chupa nikaitoa chini na nipata nikaficha. So sasa dada zake zimeshika na angalia chupa yake anataka apige siku. Chupa yake hakuna. Jamaa ameleta mtori kwa bash. Chupa yake iko wapi? Nienda mtoe chupa pale ndani. Tena kaka mtu anasema ndio mtoe chupa. Ama mtoe kama bashi nikamtoka kingine ya kwa lakini kalikuwa na roho. Ndio hata kama unajua punch. Ndio ni roho, siwezi kudanganya. Naona roho zipiga. So kuna boys alikuwa hiyo area. Sijui alifanya nini. Ni kama backbone kama nilikuwa na msemo. Madeni so sijui kama nilikatiana deni yake alikuwa na minimap. Deni yake alikuwa anapenda kuchila hiyo nini sana. So sijui nini lakini kwa mimi natembea na deni fulani mimi akataka chapa. Kapiga sababu jamaa anadinga aje. Kama mimi nipiga namba ya pale school zangu. Mimi na boda pale mimi nikanga tu chini nikiangalia kwa kibindano kuna mali pengine ni siku anapenda vurugu zingine baada ya kufanya. Sikuwa fit bado nilikuwa napenda ya mboki ndio nikava. Wewe kuziwazoa takeji na mboki kwa hapo. So after bila nikaleta shida hapo basi ishe nini nilikataa kuishia. Mali hiyo chupa nimebaya basi imeisha. Ndipo ndio nimeficha. Sasa ni watu natoka nikarudisha tu. Kile bila nataka kuruka na mimi jinga hapo sasa kukuletea mimi. Unajua jamaa atakiwa tu niona aje. Haiji kwambia shie nimeona na ni kama huko na nataka tumaya kijana. So jamaa nikatoa chupa nikarudisha. Sasa tunaishia tunakuja hapo kuruga hapa. Hebu za kanikata punch. Hiyo ndio kutumia picha yake hivi. Ndio picha yake bila muone na mwangalia. Sasa hivi mention ni nini? So after nikaona bana yenyewe ndio nimekata tupate elimu sio ya mwili. Na kuna vile niko ndio napiga tu kwa ndogo lakini jamaa alipata one mara anakumama mimi nimemaliza. Kama ni aje. Hapo sasa kitu ni 19. Hapa nilikuwa napiga zoezi lakini kidogo naacha. Kuna certain sasa nilikuwa ninakuwa lesson za masharati lakini nimejificha. Sikuwa nataka majamaa wajue. Kama mimi kabara tupa job. Kabara hiyo ameshika boxi. Hatari. Sasa kabara amekuja pale. Ukiangalia tu kabara nasikia kabara ba. Hivi vitu sio nichague. Mambo ikoje? Kuna vile ilikuwa mimi nasikia ile skefa la fala kwa street. Kwa mjanja. Ndio mimi nikakuja nikagundua siri. Zoezi. Lakini sasa mimi nashukuru Mungu niliingia zoezi. Nikanipea another view, another side. Hapo jamaa ndio zoezi waka kama kuvuruga ndio yangu nituma tu nikaipende. Mimi saa hii mtu pige zoezi na utulie. Piga zoezi na utulie. Ndio unapiga zoezi utakuwa discipline bro. Si ati nini. Piga zoezi na utulie. So after nipiga zoezi ni kamili pia kama so bado tunarudi kupatana na yeye. Anafanya shughuli fulani ndipo na kwa sababu mimi yeye kama nikataka kwa baba sio kupatana na yeye sasa nitachorea bodi. Tuko solo mimi sasa hivi nakiaminia. Nitatokea nienda tu kinibinda. Mimi tendo wa jamani mkunda lakini ndio kiama. Mimi na jamani ataluza bro. Mimi na kwa watu kwa tunaona aje. Kama ni online yangu lakini wewe ni mtu ndinda mlikuwa na kwa nini unaona jamkadi wewe ndio ndio kwa nini unasema yeye kwa mkono zote kwa suti na ngoja kwa tano sema unataka mtu ndindana tuchapa nipiga aniambia tu nanipiga kwa nini mtu mmoja kupiga wewe unataka mtu ndindana sikia jamaa ati unataka mtu nipiga wewe ndio mdogo na sikia mdogo na wewe hata kama ukii unaweza bora nisita kuwa rais ndio unafikiria sio tukapatana na yeye pia ngoma ananifuatilia kwa social media akaona jamaa ile basi ndio ameenda message kidogo akarudi jamani peace nini akadani mimi nakuja revenge bro na revenge leo kuna mtu mmoja sasa usikae msamee lakini mimi siamini revenge so mimi niko na client yake nilidanga japo so nilikuwa nimetokea mjana wewe client yake anafanya kazi sasa fanya hivyo kama kazi gani lakini nafanya kazi mimi na client yake so kama imetokea na singlet jamaa sasa hivi nimeisha sasa hivi napiga kadi mzito sasa hivi napiga mzito kadi physical nini nimeisha ndio nilikuwa na mzito kuna mimi nilikuwa na Mr Flex msi account hiyo nilikuwa Mr Flex msi account ndio nilikuwa na mzito nilikuwa nafunga nyama kama nilifanya hivi vitu za mapodi tulifanya na jamaa tulifanya ile ilikuwa the best tulifanya pale 5
So kama nilikuwa nafunga nyama sasa nimetokea mimi na siku yetu nimeenda sasa nifanyie services zake. So ile akili yake anaona ni kama nimekuja revenge. Lakini nilikuwa nimeenda kupata service ni wewe. Jamaa kuingia pale jamaa ametense nikamwambia mzito wewe fanya tena nimeshataka. Mimi mambo ile kitambo yes believe in revenge. Kwa sababu jambo la chanzo achana na yeye ilikuwa kitu ya moja. Kusoka sasa hii ni jamaa kwanza mimi client wake hata nikienda bila tu atanifanyia service yangu niishie. Ndio najua nitamlipa. Kama kuna jamaa amebeba kama yeye so ni ndani hapo sema maybe tu twice a week lakini siku hizi nimepuuliza ni mara moja ni wale takijuzi kila Thursday kwa wiki mara siku hizi ndani kila Thursday kama hivi ni kila saa tu so ananiambia kama ni wewe unaniambia nitoe yeye watu wanabadilika. Mimi nilikuwa ni madai hizi nilikuwa mtu anaambia madai hizi matreti hizi mababy dogs hizi mtu mapatana. Hizo hapa primary so hapo. Hiyo story nyingi. Boys coach ndio hizi ni bali ya. Waambie ni kama shule ndio ya matano. Hizo hapo kama inakuja. So mimi ndio niliingia fitness saida niliingia fitness nikalipia vingine ya kwanza ndio kuendelea sasa kubadilika kanisa ya nini kanisa watu wakija pale naomba gospel center pale hapo Silimati tunapiga injili nilipata sasa hivi mimi nimeokoka bwana Yesu ni Bwana na mtetezi wa maisha yangu nashukuru na sababu sio changamoto tunakumbana nayo changamoto ziko hata si ziko changamoto ni nyingi leo kwambia changamoto like pale gani fitness unajua wewe kama client una vitazamo unaona hiyo jamaa kwa fit sana nataka mteni huko hivi wewe ndani maybe wiki moja na wiki mbili mimi nimekaa fitness hata 6 years 6 good years hii kitu sio tutaingia leo na kesho mimi nimekaa so wanakujanga na expectation fulani after certain period of time itakuwa hivyo so napata client pia hata time na give over kama kuna changes unapata unapata tena client unamwambia fanya hivi bila wewe this sasa ndio kwa mtu kiangalia ni wanaje spend vitu ya soda hizo spend kwa siku nyingi soda vitu ya sugar achana nayo ukiambia client bila wewe with product bila wewe sugar jamaa hataki kusikia ndio unapata mtu na mmoja karibu nimekuplay hapa na ndio kurudi hivi kula viazi kula ndizi kula mayai kula nyama ni focus on eating whole food wachana na mambo ya processed food achana na kuambia wewe utaki wewe ndio nishakuwa mostly kwa madeni nishakutrain unaangalia simu yako wewe mtoa amekutolea sema kwenda bibis ndio wewe mnakata mabila sijui masoda unakula nini basi sana nakwambia sasa wewe unataka nini hizo ndio challenge sisi tunapata kama trainer ndio nitakuwa na kutrain na bado na kupima malaria wewe unarudi kwa umbu na kutibu malaria unaenda kwa nyumba yako unatoa neti ndio au unaenda kwa baridi sasa utapona siku gani ndio tunapata so ni challenges na ziko alafu unapata so kuna kitu kinaitwa professionalism mostly kwa trainer kama trainer hapa Busia ndio hata nikwambia unajua hata BMO nasikia watu wakiniambia hata kuna kwa bidhaa fulani ndio niambia ati au mambo na trainer unawakula sana unapata ndio hadi nao hapo ndio kwenye professionalism inatokea sasa hapo ndio unajua wewe ya trainer au you just there to fetch money na upate mapenzi ndio heshima mtu mwenye anakuja kwa recording kwa ladies heshima ndio yake sana pia kwa watu kusupport yeye anafanya kwa hapo so kimkatia unajua unaweza kupata vitu mbili at a time kwa customer kwa client unaweza kupata pesa na mapenzi at the same time mapenzi sio hapa sasa kwa maisha sio ile pesa na ingine natuweka pale pesa sio pesa ni pesa service ni kupesa service zangu ni lakini sasa wewe unataka kila client mwenye mapenzi unapiga kila huyo tunapoteza makila ya unanipata mwambie nani ile bado unanipata kabisa so unapata ile kitu kinachangia tena makilano unapotea alafu sasa unajua tukishamkatisha kati ya client sasa so unajua sitakuwa free za kuinteract na client wengine madera deposit kienda juu yeye atakuwa kumega na supervisor sasa kama mwambie hivi sasa inamuuma na pili vibaya unapata inamuuma so unajua that is where
That is where professionalism now inaingia. Tunasema enda shule wakufunze kazi mazaji ukuje tu na kama wewe enda shule basi fanya research at your time, fanya research. Sasa unapata elimu katika kila plan ni muhimu kwako. Na kama unajua by the way saa zingine wewe unakula mali kafu. Tafuta mmoja na ukae na yeye utulie. Bro ni tena class ya kula class. Mimi niko na mama kwa hiyo sasa kila day nataka unyoroshe. Kila day unaweza kupata bibi through fitness. Na pia ndio kutrain na mkapatana. Mkafoka na hiyo mmoja useme ni hiyo. Acha kujojoa kila saa hiyo na kila kitu ni mzuri kwa bibi na utaenda kupoteza na client wote. Na hapa bisia fitness coach mgani anaikuita train, anaikuita challenge ukaruka ama sofa. Ndio challenge hapa bisia na fitness coach yote. Huyu mostly fitness coach wana interact na yeye si hapa bisia. Coach B, coach Bairo, mjana kwa kwamba mchezanga rugby, mchezanga na rugby sio dola. Ile kipara ile ambayo B kuna mostly ni mostly makochi wenye interact na coach B, coach Aizo Poya, sasa yako BBS wa Nairobi. Ndio kabisa. Kuna watu pia sasa hivi natamani kuwa kama wewe. Ama kuna makochi pia wengine wako bisia pia ndio. Kuna kupatia ushauri gani au fitness au kuna vijana pia kuna hiyo majana hiyo ndio natamani kuwa matrainer. Lakini sitaki kupitia vitu jumuni, unajua sikwenda shule ya fitness. Ndio maana take time like unafanya personal study. Unaambia vijana waende shule sasa hivi. Usikue